Kiumia githiru tabarĩra-inĩ ya reke tũruge tuonirio kũruga vanilla cake na samosas. Ũmũthĩ twĩharĩirie kũmenyithio ũhoro wa kũruga beef biryani, steamed spinach, kachumbari na melon juice. Wĩrorere ũmenye maingĩ megiĩ kũruga tabarĩra-inĩ ya reke tũruge. Embe dodo umelala mchangani. Mwĩroreri ngakũnyita ũgeni kĩbindi-inĩ gĩkĩ gitũ kĩa reke tũruge. Ndũkamake nĩkĩ ndĩna gĩkeno ũguo mũthenya wa ũmũthĩ waigua ngĩina gĩthweri nĩ ũndũ tũrathiĩ Uswahilini twenda Mombasani nginya gĩthweri gĩgacenjia nĩwe ndũngĩthiĩ Mombasa na bado warie gĩkũyũ kĩa mũcatha. You need to change, you know, you have to talk gĩthweri. So okay, mwĩroreri nĩ ndakũnyita ũgeni thĩinĩ wa kĩbindi gĩkĩ kĩa ũmũthĩ kĩa reke tũruge. Ririkana twĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya reke tũruge thĩinĩ wa station ya Gĩkũyũ TV. Ũmũthĩ tũramũrugĩra tũirio twega mũno twa kuma gĩcũa-inĩ Mombasa kũu thĩinĩ. Ũmũthĩ rĩ angĩkorwo ndũrĩ wathiĩ kuo rĩ nĩ tũgũgũtwara kũhĩtũkĩra kitchen ĩno itũ ya ũmũthĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Chef Tabi na ndĩna mwenzangu kama kawaida Chef Devi hamwe naniĩ. Ririkana no ũtwandĩkĩre na kĩndũ o gĩothe kĩrĩa ũngĩenda tũkũrugĩre kana ũtũrie kĩũria o gĩothe kũhĩtũkĩra namba citũ cia thimũ iria nĩ 0721 890 311 kana ũtũkore thĩinĩ wa Facebook page itũ nĩ Gĩkũyũ Television na o hamwe nĩ tũrĩ mũtambo-inĩ witũ wa Twitter harĩa twĩtaga @Gĩkũyũ TV na o ningĩ no ũtũkore thĩinĩ wa Twitter itũ nĩ @Gĩkũyũ TV na oho no ũtũkore Instagram itũ nĩ Gĩkũyũ TV_official. Rĩu rĩ ũmũthĩ rĩ ndauga tũrathiĩ gĩcũa-inĩ nĩkĩ tũgũkorwo tũkĩruga. Nĩngũkũmũhutĩrio hanini nĩ kĩndũ gĩtagwo biryani. Jamani, leo twapika biryani ndani ya station ya Gĩkũyũ TV. Chef Devi, nishabadilisha lugha. Okay. Na leo umeanza ukiwa na furaha sana. Jamani, nimekaa sana bila kwenda Mombasani. Leo tuko Mombasani. Leo Mombasa twasija. Okay, mtazamaji. Leo tuko Mombasani na leo tumeamua tuwaletee coastal food. Yes. Na coastal food tuko na biryani leo. Kumbuka last time tuliwaahidi tutawaletea chakula cha Waswahili. Ndio hiyo. Na ni coastal food. Sasa mtazamaji, leo tuko na biryani, beef biryani. Leo tuko na steamed spinach. Hatuwezi serve biryani peke yake. Tuko na spinach hapa. Na pia kinywaji tutawatengenezea melon juice. Apart from melon juice, tuko na kachumbari. Ya tutataka kuiblend tu. Najua watu wa Coast wanapenda urembo sana. Na sasa biryani, mtazamaji, tutatumia bidhaa kama rice, mchele yetu iko hapa. Na ni beef biryani, tutatumia nyama yetu iko hapa. Nyama ya ng'ombe. Yes, ya ng'ombe, beef. Ya tuko na green pepper iko hapa, pilipili hoho. Tuko na paste ya ginger na garlic. Hiyo ni tangawizi na kitunguu saumu. Kabisa. Tuko na turmeric, tunataka kuitumia hapa leo. Tuko na black pepper. Tuko na maziwa mala. Wengine wanaita lala ama? Bora imelala. Tuko na cinnamon. Tuko na white pepper. Tuko na tomato paste. Tuko na soy sauce. Hapa tuko na dark. Okay, tuko na light. Okay, maybe wenda tukatumia dark ama light, tutatumia zote. Ya tuko na salt, chumvi. Tuko na tomato na pilipili yetu hapa. Pilipili ya hiyo ni upande wa biryani. Mtazamaji, biryani tunatumia ingredients mingi sana. Lakini hatutatumia zile complicated. Actually hizi ni zile ni rahisi kupata, lakini biryani iko na ingredients mingi sana. Upande wa let's say kachumbari yetu. Tuko na onion, kitunguu. Ya tuko na cucumber. Tuko na tomato. Na tuko na pilipili.
tutaweka pilipili kidogo tu. Yeah. Chef, naona pale kuna viazi. Viazi pia tutatumia kwa nini? Kwa biryani. Yeah, kidogo tu tutatumia kidogo tu mtazamaji. Okay. Yes. Sawa. Mtazamaji usitoke, usibanduke. Tutakaporudi tutawaonyesha jinsi ya kutengeneza biryani. Kwa upande ule mwingine tutarudi. Sasa mtazamaji, tunaanza process ya kutengeneza biryani. Na biryani ukiangalia hapa tuko na nyama, tuko na viazi, tuko na rice. Na hizo ndio main ingredients kwa biryani. Na zote tutazipika zikiwa kando. Okay. Viazi hatutapika lakini tutazi blend. Rice tutapika kando na nyama yetu ndio hii tumeanza kuipika. Mtazamaji, kwanza tunataka tuiboil hii nyama ikuwe soft sana. Alafu tunaendelea kuwaonyesha venye itakuwa. Lakini sasa tunaanza na nyama kuiboil na tunaweka nyama kwa jiko. Ndio hii tumeongeza stock kidogo. Alafu chumvi kiasi, hivi na chumvi. Chef. Yes. Utanisaidia hapo ginger na garlic tafadhali. Ginger garlic, sawa. Na mtazamaji ukumbuke tulisema stock kwa upishi ni maji. Si stock ya vitu, kuongeza stock. Yeah, inaweza kuwa ni maji ama inaweza kuwa stock ya nyama, ya kuku ama ya vegetable. Yes. Yeah. Chef, hapa natengeneza viazi na zikatanisha at least mara 2 zisikue kubwa sana kwa sababu ya upishi. Na kama mtazamaji umewahi kuwa biryani inakuanga na rangi ya hiyo rangi inaitwa aje, hudhurungi ama ni samawati? Rangi ya yellow inakuanga na hiyo rangi ya yellow. Hiyo rangi ya yellow huwa inaletwa na turmeric. Turmeric ni aina ya, inakaa kama ginger, inakaa kama tangawizi, lakini ndani yake iko yellow. Si ndio chef? Iko yellow in color. Na hiyo ndio inakupatianga hiyo rangi mzuri ya kuvutia ambayo tangawizi yenye imeshagwa. Sio tangawizi, tangawizi ni ginger. Ni ginger. Yes. Lakini sasa turmeric ni inakaa, hata ukienda kwa soko ulize hawa mama wanauza tangawizi, uulize turmeric watakuonyesha. Bizari ama ni bizari? Bizari. Lakini si huko shu hapo Devi. Hapo sasa ndo nasikianga Kiswahili. Kizungumkuti. Na leo tafadhali mwenzangu tujaribu, tuko Mombasani tafadhali. Kwa hivyo pia Kiswahili chafaa kibadilike. Tuseme Mombasa twasija. So ukishakatanisha viazi vyako kwa ile size ambayo unataka, utaongeza turmeric ndio ianze kuchukua ile rangi ya yellowish. Viazi vyako vitanyonya hiyo rangi. Shamaliza kukatakata viazi. Sasa next nitaongeza turmeric. Usiweke mingi sana, juu ni ya kubadilisha tu rangi. Hii imetosha. Kisha changanya viazi vyako vizuri na uviweke kando. Viazi ziko sawa? Ziko sawa. So chef, hapa umeongeza tu garlic na ginger, tangawizi na saumu na chumvi. Yes. Zichemke pamoja hadi kuwe laini kabisa. Okay. Mtazamaji, kumbuka tuko Mombasa kwa sababu watu Mombasa walitutumia request. Sasa hata ukiwa Kisumu, ukiwa Marsabit, ukiwa Pokot, ukiwa Ukambani, tutumie request, sisi tutakuja. Na watu wa Kisumu wamelia sana by the way. Chef Shabi, watu wa Kisumu wamelia sana. Wamesema wanataka kuona samaki kwa TV. Omera. Wanataka fish. Sasa na tunawaahidi next weekend tutakuwa Kisumu na tutakuwa na nyinyi. Kumbuka tuko Gikuyu TV. Na ukitaka kutupata namba ni 0721
890311. Okay. Yes. Na pia kwa Facebook unaweza tupata kupitia Gikuyu Television, kwa Twitter unaweza tupata kupitia @Gikuyu TV, na Instagram pia tuko, utatupata Gikuyu TV_official. Na kumbuka tunashukuru Kegwa Conference Hotel kwa sababu ya kutupatia hii fursa ya kufanya hii show katika hoteli yao. Si rahisi, si kawaida, unaelewa? So kwa njia ya pekee tunashukuru Kegwa Conference Hotel, na ukitaka kuja Kegwa Conference Hotel iko Kiambu Road kwa bypass. Ukifika tu hapo bypass ya Kiambu Road utaona tu sideboard. Exactly, utaiona tu hapo. Kuna facilities mzuri sana, utajienjoy. Kwa hivyo karibu. Yes. Tuendelee kupika. Mtazamaji, sasa tuko kwa stage 2 ya biriani. Stage ya kwanza ilikuwa kutengeneza rice yetu. Rice tumeosha. Kumbuka last time tuliwaelezea venye unafaa kuosha rice. Ufai kusoak rice, unafaa kuosha na maji baridi na una drain maji kabisa ili rice itoke kuwa laini moja moja. Nyama yetu already hapa tume pre-boil or pre-cook. Iko karibu imeiva tayari. Na sasa tunaenda kwa stage ya pili. Stage ya pili ni sasa kufry ingredients. Na mwenzangu utanisaidia na oil, mafuta. Yes. Na ukumbuke mtazamaji, tumewekelea maji yetu ya mchele, tumeweka tu maji plain na chumvi. Tumeweka chumvi kidogo, hiyo ndio tutatumia pre-cook mchele wetu. Mchele wetu haufai kuiva kabisa, kwa sababu katika kutengeneza biriani tutaongeza hiyo mchele katika ile nyama yetu, katika ile beef, ziive pamoja kama vile tutawaonyesha. Maridadi kabisa. Yes. Mwenzangu, utanisaidia na onion, kitunguu. Na waelezee kitunguu nitakana mingi sana kwa biriani. Biriani by the way inahitaji kitunguu mingi sana kwa sababu inataka ile uzito. Na ni kwa nini watu wa Mombasa wanapenda kutumia kama pilau kuna kitunguu, unatumia kitunguu mingi sana, biriani kitunguu mingi sana. Wanajua ile siri ya urembo katika jikoni. Jikoni haihitaji kitunguu kingi. Chakula chako kitavutia. Naona maji yangu yamechemka. Wacha niweke mchele wangu. Umepima? Iko sawa? Iko sawa. Nimeweka mchele wetu uive. Kumbuka tutaacha mchele uive kabisa. Ni uive kiasi fulani. Naona mafuta yako iko sawa, yanaiva. Na sasa mtazamaji, I hope unafuatilia kwa makini sana. Unajua biriani kuna stages mingi sana. Na kila ingredient, mostly major ingredients, zinapikiwa kando kando. Kama rice tutatengeneza kando, nyama tumetengeneza ikiwa kando. Tena tunataka kufry ingredients zikiwa kando. Na ingredients tutafry ni onions na spices zenye tutatumia. Sasa mtazamaji, kuwa makini sana tafadhali. Mafuta yetu imeiva na tutatumia Chef David. Yes. Kuna kitu ambacho nafikiria na ningependa tuiwaze pamoja. Tungetaka watazamaji wetu mkuwe mko na hiyo fursa ya kujaribu kile ambacho tumepika. Na ukishajaribu, piga picha ya chakula chako, alafu ipost kwa Facebook page yetu ambayo ni Gikuyu TV. Ukishaipost hapo, mwenye atakuwa amepika chakula chake vizuri sana, ako na fursa ya tunamwita hapa aje ajione na aonje chakula chetu, ama ni aje? Hiyo iko sawa. At least encourage. Yes. So mtazamaji, fuatilia kwa makini. Tukishamaliza kupika, pika chakula chako jikoni, a replica ya chenye ambacho tutapika.
ukishapika piga picha mzuri, tafuta simu mzuri upige picha, alafu upost katika Facebook page yetu ambayo ni Gikuyu Television. Kisha sisi tutachagua ambaye amejaribu sana, amepika chakula chake vizuri sana, alafu atakuja hapa, tutakuwa naye moja kwa moja, ambapo atakuwa na hiyo fursa ya kutaste, kuonja chakula ambacho tutakuwa tunapika next. Na pia chef, tutakuwa tunapatia wafuasi wetu zawadi. Okay. Kama maybe mtu akiwa na birthday, tunaweza muita hapa na tumpatie birthday cake live kwa TV. Ya, lakini na tunamwimbia happy birthday. Tunamwimbia happy birthday. Ingawa mimi sauti yangu sidhani kama iko kwa keyboard. Ni ya kurudisha nyoka pangoni. Sauti yako ni ya kurudisha nyoka pangoni badala ya kumtoa. Usijali, hapo nitakusaidia. Okay. Nitakuwa nakusaidia katika hiyo sekta ya kuimba. So kitunguu chetu mpaka kiive kabisa. Yes.